kuna mbinguni na jehanamu? Ni kweli naamini hicho kitu. Wewe siku yako ikifika utaenda wapi? Mimi nitaenda mbinguni moja kwa moja, lakini japo siwezi kujipangia kwa sababu mimi ni binadamu, lakini na imani ni msafi. Sawa, sasa nataka nikupe kamtihani kadogo, maana Mungu ameweka siku ambayo atatuhukumu wanadamu na atatumia amri 10 za Mungu ambazo ninaamini unazifahamu. Unazifahamu amri 10 za Mungu? Ndio nazifahamu. Unaweza ukanitajia moja? Usizini, usiseme uongo. Toka umezaliwa mpaka leo, Maonezi, umesema uongo mara ngapi? Ukweli wa moyo wako. Kiukweli nimesema uongo mara nyingi. Na anayesema uongo anaitwa ni muongo. Kwa hiyo sasa Maonezi, mimi sikuhukumu, lakini wewe mwenyewe umekiri kwamba ni muongo, ni mwizi, unazini ndani ya moyo na yamkini uliwahi kufanya uasherati. Hilo sitaki uniambie. Lakini pia mbele za Mungu wewe ni muuaji. Mungu akikuhukumu sasa hivi, utaenda mbinguni au jehanamu? Hapo nitaenda jehanamu. Umekuwa mkweli, kwa sababu Biblia inasema hivi: waongo, walevi, wazinzi, waasherati, waabudu sanamu, wote sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto. Lakini Mungu ni wa rehema. Unajua Mungu alifanya nini ili sisi wenye dhambi tusiende jehanamu? Hapana, sijajua. Maonezi, unajua Yesu alikufa msalabani? Ndio. Wengi wanajua hilo, lakini hawajui hili. Wewe na mimi, Maonezi, tulivunja sheria ya Mungu. Yesu akaja akafa msalabani, na wakati anakufa pale msalabani alisema imekwisha. Maana yake kwamba deni la dhambi limelipwa. Nikikupa mfano huu ndio unaweza kusaidia kuelewa zaidi. Ukipelekwa mahakamani umeiba, akitokea mtu akakulipia fine, hakimu anakuachia. Atasema, Maonezi, ulikuwa na deni, lakini kuna mtu amekulipia, uko huru kuondoka. Hicho ndicho ambacho Mungu alikifanya kupitia Yesu Kristo kwa rehema zake. Kwa hiyo ili usiende jehanamu, kuna mambo mawili ambayo unatakiwa kufanya, na ukiyaelewa yatabadilisha maisha yako kabisa. Unajua unatakiwa kufanya nini? Sijajua nataka kufanya nini. Cha kwanza, unatakiwa kutubu dhambi zako na kuziacha. Unapotubu dhambi zako, Mungu anasema anazifuta zile dhambi zako na hata zikumbuka tena. Na jambo la pili la muhimu, unampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa maana ya kwamba unaokoka, yani unazaliwa mara ya pili. Utakwenda kuyafanyia kazi haya? Nitaenda kuyafanyia kazi, kiongozi.